Katika bara lenye utajiri mkubwa wa madini, mafuta na historia ya kifahari, bara ambalo lilipaswa kung'aa kwa almasi mbele ya dunia, ndani yake kumezaliwa majina ambayo yanatisha, yanabeba damu na yanabeba vilio. Majina ya makundi ya wasi, makundi yaliyogeuza nchi kuwa uwanja wa mapambano. Leo tutasafiri pamoja kuanzia Sahara hadi msitu wa Kongo, kutoka pwani za Somalia hadi mabonde ya Nigeria, tukifungua ukurasa wa giza wa historia ya Afrika. Makundi ya wasi, Boko Haram, Nigeria. Mnamo mwaka 2002 katika jiji la Maiduguri, kijana aitwaye Muhammad Yusuf alianza harakati. Alipinga elimu ya magharibi, akasema ni sumu ya kizazi cha Kiafrika. Ndio ikawa Boko Haram, jina lenye maana elimu ya magharibi ni haramu. Lakini ndani ya falsafa hiyo lilijificha giza, mashambulizi, mabomu na maelfu ya vifo. Serikali ilijaribu kulidhibiti, lakini lilizidi kuwa jeshi la kivuli. Al-Shabaab, Somalia. Wakati Somalia ikivunjika kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe, kundi dogo lilijitokeza mnamo mwaka 2006. Al-Shabaab, vijana wa jihadi waliapa kuilinda Uislamu kwa upanga, lakini katika uhalisia waligeuza Somalia kuwa ardhi ya hofu. Miji kama Mogadishu ilitetemeka, Kenya ikaguswa, Ethiopia ikiingiwa na wasiwasi. Al-Shabaab wakawa kivuli kinachoishi kati ya watu, kisichokufa wala kisichoonekana. M23, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mnamo mwaka 2012 mashariki mwa Kongo, ardhi yenye madini ya dhahabu, coltan na almasi, lilizuka kundi lililojipa jina la M23, wakidai kuwa wanapigania haki za jamii za kabila la Tusi. Lakini nyuma pazia, mapambano ya madini na nguvu za kisiasa yalikuwa chanzo halisi. Walishika mji, wakaunda serikali yao. Dunia ikaona Kongo ikitokwa damu tena na tena. Seleka na Anti-Balaka, Jamhuri ya Afrika ya Kati. Mnamo mwaka 2013 moto wa uasi ulilipuka Bangui. Kundi la Seleka, Waislamu wengi walimpindua Rais Bozize. Ndipo Kristo wakaunda Anti-Balaka kujibu mapigo. Nchi ikageuka kuwa jangwa la visasi, jirani akimua jirani kwa sababu tu ya dini. Hapo Afrika ya Kati ikapoteza amani yake kwa jina la imani. Janjaweed, Sudani. Kaskazini mwa Sudani, jangwani lenye vumbi la Darfur, kundi la wapiganaji wa farasi lilijitokeza Janjaweed wakiwa na silaha mikononi. Walichoma vijiji, waliharibu mashamba, wakiacha historia ya mauaji halaiki. Serikali ilitajwa kuwasaidia kimya, na dunia ikaona jinsi vita vya kabila vinavyoweza kutekeleza taifa. Renamo, Msumbiji. Mnamo mwaka 1976 baada ya ukoloni kuisha, Msumbiji haikupumzika. Kundi la Renamo likaanzishwa kupinga utawala wa Frelimo. Kwa miaka zaidi ya 10 Msumbiji ikawa taifa la majeraha. Mashamba yakabaki bila kulimwa, watoto wakakuwa bila amani. Vita hiyo ya wenyewe kwa wenyewe iliua zaidi ya watu milioni 1. Lord's Resistance Army, Uganda. Kaskazini mwa Uganda, mnamo mwaka 1987 Joseph Kony alijitangaza nabii. Alisema anapigania amri 10 za Mungu, lakini vitendo vyake viligeuka kuwa mateso kwa watoto na wanawake. Aliwateka watoto zaidi ya 60,000 akawageuza askari wake. Kundi hili likawa mfano halisi wa giza chini ya kivuli cha dini. Tuareg, Lebos, Mali na Niger. Katika jangwa la Sahara, watu wa kabila la Tuareg waliibuka mara kadhaa wakitaka taifa lao Azawad. Waliamini serikali za Mali na Niger ziliwasaa. Mnamo mwaka 2012 walichukua silaha wakautoa mji wa Timbuktu kabla ya Al-Qaeda kuingia na kugeuza mapambano yao kuwa vita vya kidini. Niger Delta Avengers, Nigeria. Kusini mwa Nigeria yenye mafuta mengi, kundi la Niger Delta Avengers liliibuka mnamo mwaka 2016. Walisema wanapigania haki ya wananchi kunufaika na mafuta yao, lakini njia waliochagua ilikuwa kulipua mabomba na kuharibu uchumi wa taifa. Waliamini ni njia pekee ya kusikika. Allied Democratic Forces, ADF, Uganda na Kongo. Kundi hili lilianza Uganda miaka ya 1990.
likakimbilia mashariki mwa Kongo. Leo limegeuka tishio la kimataifa. ADF limeungana na mawazo ya kigaidi ya ICC, likiua raia wasio na hatia kwa jina la itikadi. Msitu wa Kivu umebeba maelfu ya makaburi ya kimya. Hitimisho. Afrika, bara lenye mapambano mengi lakini pia matumaini makubwa. Makundi haya yameacha alama za maumivu, lakini pia yanatukumbusha kitu kimoja: ukosefu wa haki, umaskini na rushwa ni mbegu za ghasia. Amani si zawadi, ni matokeo ya haki, na haki ndio silaha pekee ambayo itairejesha Afrika katika hadhi yake ya kweli. Huu ni wito kwa kila kijana wa Afrika: usinyamaze mbele ya uonevu, lakini pia usishike bunduki. Shika kalamu, shika sauti, kwa sababu vita halisi ya Afrika ni vita ya ufahamu.